Movie inaanza bwana kwa kijana mmoja mkiwa bwana alifanikiwa kumfungulia mzimu katili balaa. Kwa kijana mmoja alikuwa anaitwa Peter huyu bwana alikuwa na wazazi wake, mmoja akiwa anaitwa Carol na babake anaitwa Mark. Bwana Peter alikuwa ni mnyonge sana kwa wazazi wake. Wiki moja bwana kabla ya Halloween, Peter alikuwa amelala zake ndani usiku, ndipo alivyosikia vimbwanga ndani ya nyumba hiyo alikuwa amelala. Peter bwana alikuwa anazidi kuwa uoga, maana alikuwa anasikia vitu vya ajabu ajabu, ndipo aliposogea kwenye ukuta sikia kuna kitu kinatembea. Kugonga ndipo na ule ukuta bwana kuna kitu nako kikagonga pia. Peter alishtuka aenda kumwamsha mama yake, akamwambia mama bwana kule juu kuna kitu mimi sikielewi. Mama mtu alienda akanasikiliza, mbona mwanangu hamna kitu? Wasiwasi wako tu baba nakupenda, hebu mzika bwana, hamna kitu huko ndani. It's an old house. Come to bed. Basi siku iliyofuata bwana akiwa shule bwana, huko shule ni yani shule ni kuzimu, nyumbani ni kuzimu. Peter alikuwa anaonewa kote kote. Huyu Brian bwana ndio alikuwa balaa lake. Alikuwa anamtesa balaa mpaka siku hiyo alipokuja mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mrs. Divine. Students, this is Miss Divine. Peter, recess is coming. I look forward to getting to know each and every one of you. Bwana Peter alikuwa hapendi sana kutoka nje. Siku hiyo bwana akawa yuko na wazazi wake nyumbani, akamwambia bwana jamani baba, Halloween inakaribia mimi nilikuwa natamani sana nikacheze na wenzangu siku ya Halloween. Mama akamwambia mna, unajua nini mwanangu? Hutaki kutoka kwa nje kwa sababu uko nje hakufai. Baba mtu akasema hutaki kutoka kwa nje. Uko nje kuna mapepo huko. Unajua siku za Halloween kuna mashetani sana. Na hapa kuna mtoto alishaikufaga hapa miaka mingi sana iliyopita. Kwa hiyo mtoto wetu usije ukatoka na wewe ukafa. Basi bwana Peter akasema sawa, hamna shida, nimeelewa. I want to trick or treat. Before you were born, the little girl that lived there, she vanished on Halloween. You know the old house down the end of the lane with the boarded windows? She went out trick or treating and she disappeared. Basi siku iliyofuata bwana Peter akiwa zake amelala akawa amewasha taa siku kwa uoga, alikuwa anaogopa ule mzuka usije katokea tena. Ndipo bwana ndoto ikarudi tena pale ule mzuka ukaja. Peter alipiga kelele sana, akaamua kwenda kumwita babake. Vile babake alivyokuja naye akaanza msako kama mamake alivyofanya. I heard something again. Peter, you know what? I bet it's rats. Kaambia sikiliza ngombe mwanangu, huyu atakuwa ni paka au panya. Basi wakajua huyu ni panya, hivyo wakachukua sumu wakaja kuweka. Akiwa anacheza na babake pale, babake akamwambia unajua mwanangu, huko ndani inaweza kuwa kuna panya anakusumbua. Akamwambia baba, mbona hii nani sumu ya panya inanukia hivi? Akamwambia mwanangu, sumu ya panya hiyo inanukia, lakini sasa usije ukala, hii ni mbaya kabisa. Na kuna wakati mwingine mwanangu unatakiwa ufanye vitu vigumu au mambo magumu ili uweze kusaidia familia. Siku iliyofuata bwana akiwa yuko ndani ya darasa, Mrs. Divine aliwapa coursework watoto bwana, hebu choleni kitu chochote ambacho mnajisikia. Ndipo bwana Peter alipochora mchoro wake mmoja wa ajabu ambao unaitwa help me. Mrs. Divine baada kuangalia ule mchoro ule akaona hapa mbona kama huyu mtoto anataka msaada huyu. Usikute mtoto anapitia hali ngumu huyu. Ndipo alipoamua kwenda bwana nyumbani kwa kina nani, kwa kina Peter. Kufika pale nyumbani kaona nyumba yenyewe imekaa nani fulani vile hatari. Akakutana na mama Peter akampa mzigo, akamwambia bwana mwanao kachora hivi, mbona kama mtoto ana shida, ushawahi kuongea naye? Ndipo bwana mama Peter akaongea maneno yafuatayo. I did want to show you something. Peter has an overactive imagination. Which is all this picture. Other children drew monsters. Basi Peter alimind sana. Wewe mtoto mjinga sana, sasa umechora hiki kitu gani kumpeleka shule huko? Afu mimi unanikwaza. Usio hivyo mwanangu, unajua mwanangu nakupenda. Peter alijitetea akasema mama hamna kitu bwana, nilikuwa tu nimechora kitu cha kawaida. Aliona hapa bora tu niongope, maana mama akijua ukweli hapa anaweza kanipiga huyo. Basi siku iliyofuata bwana alikuwa anachora zake pale, mwalimu kama kawaida alimfuata. Bwana Brian aliona wivu akasema ili dude lazima niharibu. Basi siku iliyofuata bwana usiku wake Peter alienda kumwadisia Sara rafiki yake yule kwenye ukuta ambaye ndio huo mzimu. Basi baada kumwadisia ule mzimu akamwambia acha ujinga wewe, mtoto wake umejikaze, unaogopa nini? Unaogopa Brian? Utaka uende ukampige ukamtie mangumi ukamtie na kozi. Siku iliyofuata bwana Peter aliingia uchizi bwana, akawa naye bandido. Ona alichokifanya.
Bwana Peter alimdondosha bwana Brian kwenye ngazi kiasi kwamba Brian akavunjika mguu. Hivyo wazazi wake walimind kweli baada ya kuitwa shuleni. Hata alifika nyumbani, mtoto kaa jambazi kweli. Hivyo Peter, wewe una tabia gani mwanangu, unanikea kwa wewe, nani kakufundisha hizo tabia? Hebu niambie ukweli. Huyu atakuwa wewe, yani usiwe atakatokea, usiwe atakaliskwa nani? Mbona amekuwa katili hivi huyu mtoto jamani? Wazazi waligombana kweli. Lakini mwisho wa siku bwana Peter akaamua kusema kweli, bwana ni rafiki yangu Sala ndo kaniambia hiki na hiki kwamba nyinyi hapana nyinyi huyu mtoto kumbe amemsikiliza Sala ndo nani? Huyu lazima tumpe adhabu pumbavu. Yanakuambia tunakupiga kwenye gereza dogo. Peter aliingizwa kwenye chumba hiko, bonge la chumba, tena chumba la siri pasipo kujua. I said, stand up, go. Basi bwana Mrs. Divine bwana aliona mtoto mbona imekuwa shida, hebu akamwandikia hiyo namba yake ya simu, afu akaenda kwao bwana kwenda kumuulizia. Kumbe mwalimu alikuwa mjanja, akaandika namba cha simu kwenye mtihani. Akamwambia mtoto akafanya vizuri, nimekuja kumuona. Vipi yupo? Akamwambia kidogo ametoka kidogo, ila karibu ndani bwana, ajisikie uko ndani. Mrs. Divine baada kuingia kwenye nyumba akaona hapa kama kuna vitu haviko sawa hapa. Akaendelea kuangalia mle ndani kwamba ndani mwaka kuna vitu. Mbona huyu jamaa anatoka damu? Akaanza kuuliza, jamani vipi? Mko salama kweli huko ndani? Akaona damu. Sasa kaambia tuko salama tu, hamna shida. Nilikuwa namuulizia tu jamani Peter, unajua nimemiss, sijamuona siku nyingi, siku mbili tatu. Yupo bwana, yuko vizuri tu. Sema sasa hivi hayupo, umekuja muda mbaya, kwa hiyo ukija muda mzuri tu utamkuta, wala usijali. Okay sawa, basi sawa. Basi waliongea mazungumzo hapa na pale nini, lakini mwisho wa siku huyu madamu mama yake na Peter alianza kuhisi kwamba huyu hajaja kuleta mtihani, tukaja kutupeleza kama sisi tunamtesa mtoto. Hivyo alimind wakati wanagombana huko, Peter akasikia bwana tu wanagombana, akanyanyuka akapanda kule juu ya ngazi, akaanza kugonga. Wakati huo Mrs. Divine akahisi kama kuna kitu kinapiga, akawa hajui ni nini. Lakini akana kagua ile nyumba, huyu maza anamwambia ondoka bwana, yani tunaona sisi ni wauaji. Wakati huo bwana mashine ile ya kuoshea nguo ilikuwa inaendelea kuzunguka, hivyo Peter kusikika kelele zake. Peter's a miracle. No. Hey. No, before I have Peter. Mwalimu kuondoka bwana, kuna kesi inakuwa nzito. Wakati huo mzee yule akaendelea kujipangusa. Akaona hapa bora tumtoe Peter, tumbembeleze. You won't be going back to school any longer. I'm going to be your teacher. We're very proud of you, Peter. We love you. And we forgive you. Basi bwana walionyesha kwamba sisi tumekusamehe mtoto kwa sababu tu labda ilikuwa ni mambo ya kijinga tu. Basi baba mtu akaonyesha mapenzi pale, wakajifanya wanapendana nini. Lakini wakati huo Sala alikuwa anazidi tu kumpa siri. Akamwambia bwana wazazi wako hawako sawa. Hivyo aliamua kuchukua ile simu akampigia Mrs. Divine. Bwana Mrs. Divine, nakuomba bwana nahitaji kunisaidia. Lakini wakati huo mamake alimfuma, akamwambia unaongea nini? Ndipo alipoichukua simu na akaanza kumjibu, kumwambia bwana Mrs. Divine hamna kitu chochote, ukusikiliza maneno wakati anaongea. Hello? Miss Divine, I need your help. Hello? So sorry to have bothered you. Peter was just telling me how dearly he misses his teacher. Basi baada kuongea hivyo bwana mamake na Peter alimind kweli, akasema mtoto mbona una akili wewe mpumbavu? Yeye unafanya nini wewe? Unamsikiza Sala ndo nani? Yaani wewe unanikwaza kweli? Yaani katika nyumba mimi nakwambia nitakufukuza mimi. Akaona tobo, akasema Mungu wangu, tobo hili na nini? Mama huyu mtoto huyu kashatuharibia huyu. Kachagundua siri jamani, huyu siri. Akaanza kupiga kelele pale. No, it'll be your fault. Mama mtu alichanganyikiwa kweli, akawa amezidi kupaga. Wakati huo bwana Peter akawa anazidi kuweweseka bwana na maneno ya Sala. Yaani vitu vikaa vya ajabu. Yaani Sala alikuwa anazidi kumpumbaza akili Peter. Basi bwana Peter wakati anashuka akasikia wazazi wake wanaongea vitu fulani hivi vya siri. Inaonekana wazazi kuna jambo lao la siri wanalificha. Basi You're awake, son. Tomorrow, you'll help me out in the garden. Basi siku iliyofuata bwana walienda kwenye garden bwana kuweka vitu sawa. The whole garden. We're gonna bury the pumpkins, or all the healthy pumpkins will get infected. Wakati huo wale vijana bwana kaka zake na marafiki zake na wale na Brian walikuja kulipiza kisasi. Kwa hiyo akaangalia mazingira akaona siku ya Halloween hapa ndio siku tunakuja kulipiza kisasi. Siku hiyo bwana usiku, siku ya Halloween wakiwa wanakunywa uji pale mezani. Wazazi wanakunywa uji. Wakagundua mbona kama kuna mazingira yako sawa nini.
Basi wakaanza kunywa uji. Sasa kunywa uji wakaona mbona kama taste ya uji imebadilika. Baba mtu akagundua hapa kuna kitu hakiko sawa. Bwana Brian alikuwa anachezea uji tu, akupiga kijiko hata kimoja. Walipogundua Brian atakuwa ameweka sumu, huyo mtoto kashalisi sabia za wazazi wake. Kuangalia mlango kule, naona mlango uko wazi, wanakuweka sumu. Akaanza kummind, umefanya nini? Niambie ukweli umefanya nini? Akamwambia Sara, nimeniambia kwamba nyinyi ni wauaji, nyinyi ni makatili, mlimuua yule Rebeka, kule kuna mafuvu kule nje sijui nini. Sumu ikaanza kupanda bwana, kaanza kupambana. Kwenda kushika simu, apige simu bwana. Peter kashakata zamani waya simu. Peter akasema naenda kumfungulia Sara. Wewe usiende kumfungulia Sara mwanangu, usiende. Akakimbia kwenda kumfungulia Sara. Bwana Peter alienda kumfungulia Sara, ambayo ndio huo mzimu wa rafiki yake ambao alikuwa anamwambia mimi ni dada yako nini. Basi Peter akasema usijali, mimi leo nakuja kufungulia bwana, dadangu hata nikuone hata mara moja. Bwana kufungua, wakati anafungua ona kiumbe sasa kilichotoka. Ona sasa Peter mwenyewe alichanganyika, atoka nduki. Kwa kweli mfikiria nini? Mbona kama mzuka wewe? Ndio akasema dadangu, mbona kama mzuka? Basi Peter kaenda kujificha bwana, ule mzuka. Bwana Brian na wenzake walikuwa washafika huko nje, wamejiandaa kwa ajili ya kisasi. Walikuwa wanajua kwenye nyumba hamna mtu, yuko Peter peke yake. Wakasema sasa tunavaa vinyago, tunaingia kazini. Wakaingia kazini bwana, ona kilichotokea huko ndani. Hey, Peter! Lianza bwana baada huyu mtoto kudondoka, kuangalia hivi akaona mzoga bwana. Alipiga kelele hilo. Ndipo Sara alipojitokeza live. Sara bwana aliwala vya kutosha, akamwambia Peter bado zamu yako. Bado zamu yako. Wewe lazima nije kula wewe. Akawa amekaa juu ya kitanda. Anasema wewe lazima nikutafune. Wewe la kutafuna wewe. Sasa Peter anakumbuka zile stories zilizokuwa anapewa na Sara, ambaye ndo anajifanya dada mtu, kumbe bwana ni mzimu. Umeshakuwa mshetani bwana, umekuwa tena sio Sara tena, umekuwa ni kiumbe katili linacheza pale juu ya kitanda. Sasa wakati huo bwana akaana kumbuka yale jinsi alivyokuwa anahadisiwa kwamba wazazi wake walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo wazazi wake walifanya hayo matukio, lakini sasa hakufikia hatua kwamba wangeweza kummaliza hata na yeye nani Peter. Hivyo Sara alifanikiwa kumdanganya sana Peter kwa mambo mengi aliyomwambia. Kwa hiyo Peter bwana akawa bado yuko katika hali ya uoga. Wakati huo bwana mwalimu sasa akawa anahisi huko kwamba mbona kama ule mtoto mimi sielewi, inabidi tu hapa niende nikamsaidie tu. Haiwezekani mwanafunzi wangu apitie shida, ngoja tu niende. Wakati anashtuka bwana akajikuta yuko chini ya mwalimu, ndipo alipoamua kwenda bwana kufunga safari. Wakati tunaendelea kuangalia movie, jamani msisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika channel yetu. I see. Peter? Mwalimu alipoingia mle ndani na kuona kizaazaa, alikuanguliwa kidogo, udondoka chini bwana. Mara Peter akaanza kupiga kelele, mwalimu ondoka, huko ndani ya kufai, mwalimu ondoka huko ndani. Peter? Akasema mimi siwezi kumwacha mwanafunzi wangu. Unamwachaje sasa mwanafunzi wangu? Ngoja nimsaidie. Mwalimu aliamua kupambana bwana. Ndipo alipomwona Peter kumbe kafungiwa. Lile limzuka likapita kumuona bwana. Mwalimu akajitetea, akawafanikiwa kufunga ule mlango kumzuia speed. Akawa anatoboa ule ukuta, toboa lile mzuka likazunguka tena kwenye mlango asili kule. Peter akawa yuko chini kule. Toboa. Mwalimu akafungua kutoka bwana. Wakafunga mlango, anatoka nje tu. Peter kadaa kwa bwana, karudishwa ndani ya nyumba huko. Mwalimu akasema mimi siondoki, lazima nimsaidie. Basi wakati anaendelea kupambana pale, Peter ndo akaona kumbe kweli huyu alikuwa ni Sara, lakini akaondoka mdoli kake. Kumbe alikuwa anakaa huko limsala lenyewe likali nakuja. Sasa sikiliza nikwambie, mimi ndio dadako, leo nakuja kukutafuna. Walikuwa wanakupenda sana.
kuliko mimi. Sasa nakutafuna leo mzima unaona sura mara akasikia mwalimu karudi, akasema upumbavu, ngoja nikamtafune. Akaenda kupambana naye. Ambia unarudi kufanya nini? Sasa wakati huo bwana nywele bwana, kumbe nywele zake ni ndefu sana huyo Sara. Ndipo Peter bwana akachukua fursa hiyo kuzivuta zile nywele akiwa anatoka kule, anajua ndo msaada, kumbe ndo alikuwa analimaliza. Basi bwana alifanikiwa kummaliza yule Pepo kwa kumfungia ndani. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare bwana katika hii Jerry Recap. Asante sana kwa kuangalia. Ciao, tukutane movie ijayo.